the public now appreciate even more the efforts you're making towards affordable housing. Hawa pangaji wengi hawangetaka kuishi hapo kwa maji, kulipa 2,000, 3,000. We appreciate the need for that affordable housing in Nairobi, and we support you and will work with you together to make sure that is done. Your Excellency, Mheshimiwa Jalasa has mentioned Nairobi Dam. Of course, tumetuma warma pia waangalie because we might need to evacuate further. We've evacuated today in Kangemi Dam just to prevent a crisis like what we've seen in Mai Mahiu. We may need to evacuate. And Your Excellency, we may need to consider again what we do with our schools. Tunafurahi ya kwamba katika zile kambi zote zilikuwa 30, saizi zimebaki 10 ambazo ziko Nairobi. Watu wetu wanapata chakula kila siku kutoka zile jikoni ambazo ulizindua za Dishi na County, wanapata chakula moto, lunch, wanapata dinner, na hatutaki wakae hapo milele. Your Excellency, we want to see that resettlement over there is going on. Allow me just to recognize one category of workers, Your Excellency, who, if they were not working in Nairobi, the effects of these rains would have been worse. Your Excellency, tuko na vijana 3,500 wa Green Army who every day are unclogging our drainages, unclogging our ile uchafu ambayo iko kwa mabarabara. Kama hatungekuwa na Green Army, it would have been much worse. It would have been much worse. In fact, last year wakati wa El Nino ambayo ilikuwa ya kawaida kwa barabara, hakukufurika Nairobi. It's just that this time the sheer quantity has made the rivers swell, and that is why we have the problems along the river areas, and those are along the slum areas. Jameni, watu wa Nairobi tunawaomba tusirudi pahali ambapo tumetoka na pahali ambapo manyumba zetu zimebebwa na maji. We are organizing, we are working with the president and the government to make sure we resettle you. Nikimalizia, Your Excellency, baba yangu anaitwa Francis Atwoli. Juzi nilimuona kwa kanisa. Normally we have a service on the last Sunday of April. Na hiyo service huwa ni inafanywa kule St. Joseph's, a church with rich history. I explained that history last year. Unfortunately I couldn't join wafanyikazi kwa sababu tulikuwa Office of the President under the chairmanship of Head of Public Service in a long meeting addressing the crisis or rather the challenges we are in. Lakini Papa Francis Atwoli, niliona ukisema unasikia uchungu. Ulisema unasikia uchungu sana ukiona mtoto wako gavana akipigwa ama akitajwa. Ningependa kukuambia Papa, usisikie uchungu, ni kawaida, ni siasa. Na hiyo siasa huendelea, sisi ni viongozi. Ile kazi ambayo tunafanya Nairobi, kuna watu ambao wanataka tupoteze focus. Hatutapoteza focus. We know what needs to be done. We know the progress we are making. So usisikie uchungu. Unajua hata mimi nasikia uchungu nikiona wewe ukipigwa. Na nimeona umeanza kuchokozwa. Lakini usife moyo pia wewe Papa. Wale wametuma kunichokoza pia ndio wametuma wale wanakuchokoza. Na itaisha. Hiyo ni siasa ya kawaida, itaisha. Stand strong, stand firm. You're the leader of the trade union movement, not just in Kenya but in Africa. You must be respected. Francis Atwoli apatiwe heshima yake kama kiongozi wa wafanyikazi katika sio tu Kenya lakini katika bara la Afrika, na pia wafanyikazi wetu wasitumiwe vibaya. Papa Atwoli, unajua nimekuwa patron wa private security workers. Niliwapeleka State House, and Your Excellency, the other day we were with them at Uhuru Park. They're asking, asanteni, they're asking, tulieni, wanauliza pia